kuhusiana na kusitishwa kwa ufadhili wa USAID, bado nikiwa na John, Mercy na Patricia. Kabla ya kuchukua pumziko, sasa tulikuwa tumeanza kuzungumzia haki ya huyu mtu anayeishi na kirusi. Kuna sasa pendekezo kwamba watajumuishwa kupewa huduma pamoja na wagonjwa wengine. Wana haki pamoja na yale mashirika ambayo yanawapigania, yana haki ya kukataa pendekezo hilo, kujumuishwa pamoja na wagonjwa wengine, kwa sababu hata jinsi John alivyozungumza itaibua visa vingi vya unyanyapaa na kuwafanya wengi sasa kutojitokeza na kutotembelea kituo cha kutoa huduma za afya kupewa huduma. Je, mna haki ya kukataa? Kwa sasa tunafikiria tuna haki, lakini tunaelezewa kuwa we don't have a choice. Hamna chaguo. That vitu ambavyo vile jinsi ambavyo vinaendelea haviwezi kuendelea kwa sababu serikali cannot sustain. But tunasema kuwa kama pengine kutakuwa na integration. Iwe ni integration ambayo itaanza polepole. Kama pengine Patricia ana kirusi, ana ugonjwa wa sukari, ana pressure, pengine ile clinic ianze kuhudumia pia wagonjwa wa pressure na wagonjwa wa sukari. Iwe ni integration kama hizo, ianze polepole. Lakini uwezi amka asubuhi madaktari wako hawako trained utufatie integration. Mtu ambaye hajui kuwa nikimeza dawa ya kirusi ambapo ni DTG na pengine na meza dawa ya sukari, kuna jinsi ambavyo hizo madawa zinaweza kuhitilafiana. Kuna vile yako support kuni advice kama haelewi vile. Mtu ambaye hajui kama pengine hizi madawa zinanipatia shida na figo na ini, na kuna wakati ambapo nikija pale clinic ako supposed kuniangalia, ako supposed kuexamine kuona kuwa damu yangu inaweza kuchunguzwa. Niangaliwe kama ini yangu iko sawa, niangaliwe kama figo yangu iko sawa. Pengine ako supposed kuniweka pale kitandani aweze kushika tumbo, aweze kuangalia kama pengine tumbo imefura, macho imegeuka rangi, inaweza kuwa pengine nimepata toxicity ya liver ama vipi. Wamefanya training kwa madaktari ambao wanasema kuwa wataweza kutupatia zile huduma pale kwa facility. Nimezaliwa Kakamega. Pale Kakamega natoka kijiji kidogo kinaitwa Chevoso. Pale Chevoso kuna facility ndogo pale. Kuna nurse, nafikiria ni mmoja ama ni wawili. Yule ambaye amepewa kazi ya kuhudumia kwa HIV clinic ni nurse mmoja na anazunguka. Kuna wakati hayuko pale kuna mhudumu wa afya kama peer educator. Ndio unakuja anakupatia hiki kidonge. Unakuja kuchukua dawa, haya ndio hizi. Ni kama vile unaweza kuchukua pharmacy ama pengine pale kwa group, mnaweza tumetengeneza group, tunaweza kwenda tupeane dawa. Lakini at the end of the day huyo mtu kuna huduma anahitaji. Kuna huduma anataka kuangaliwa, kama pengine vile nimefika hapa na kohoa, shida ni gani? Huyu mtu anaweza kutatua ile shida yangu. Kama pengine miguu yangu imefura, shida ni gani? Inaweza kuwa ni figo, inaweza kuwa ni ini, ama ni roho ndio imeleta shida pale. Ndio kwa sababu hata kama wanasema ni rahisi kupeana hizi dawa, sio ngumu, hata unaweza kunipatia. Lakini wakati ambapo nimepata side effect, wakati ambapo pengine kuna interaction ya dawa, nani yule ambaye ataweza kunisaidia? Kwa hivyo akizungumzia mambo ya integration hatukatai, but itafanywa vipi kuwa rights zetu kama watu wanaishi na virusi zikuwe protected pale, tuweze kupewa quality of services. Sisi si waru ambapo mtu unaingia na unatupwa ndani ya lori. Sisi si gunia. We are human beings na tunataka kupewa huduma ile inastahili. Nikifika pale nataka nionekane. Kama pengine pale kwa clinic wanaona watu 200 tofauti na watu ambao wako na kirusi. Sisi pia watu wako na virusi tuko 500, pia umetuongezea ile workload kwa huyo mtu mmoja. Kama wanataka integration waandike staff. Vile alisema ndugu yetu, kuna watu tayari wamekuwa trained. Wawe mzovu ili waweze kutupatia huduma. Kwa hizo hospitali zao bado kuna clinics. Kuna clinic ya pressure, kuna clinic ya diabetes. Tunaomba tuwe na clinic yetu ya HIV pale ili tuweze kupatiwa huduma kwa njia ambayo inafaa. Haya, asante sana. Tukielezea sasa, sitataka mchangie hilo kwa sababu muda haunasi. Kuna swala la data. Data yetu iko chini ya mgeni. Marekani imewekeza shilingi milioni 68. Data hii sasa itashughulikiwa vipi? Wako nayo, sisi hatuna, katika utoaji wa huduma. Hata iwapo serikali itaweka mikakati, itahudumia akina nani? Ina hii data? Tuanzie na John. Ajua kama mimi ndio nalipa, lazima nikuwe na nini? Nikuwe na nguvu zaidi. Kenya itaweza kuchukua hiyo data iwapo italipa. Lakini kama haiwezi lipa, lazima mtu mwenye analipa gharama ya kukusanya hiyo data, mwenye amejenga system ya
kupitisha hiyo data kutoka kwenye pale facility, wakati mara ya kwanza inatolewa kwenye community, inakuja hadi kwenye facility, inawekwa kwenye computer, inapanda hadi juu kutoka huko mpaka Nairobi, mpaka kwenye mitandao yote, kwenye servers, kwenye inawekwa. Ni nani anailipia? Na ni aibu sana kwamba jambo kama hilo serikali ya Kenya imeweza kuwekeza data kama hiyo kwa mikono ya mgeni. Amerika wenyewe wamekataa TikTok. Amerika, nchi ambayo iko na watu karibu milioni 300, kwa sababu wamesema kwamba TikTok ni ya wa China, na venye hii TikTok iko inachukua data za itu, kwa sababu wakiangalia ile kitu umeview inakuletea hizo vitu. Wamekataa mpaka Supreme Court yao. Na sisi data ya muhimu sana kama ya watu wetu ya afya, ambayo ndio inatumika sasa kwa serikali kufanya mipango. Kwa sababu wakati serikali wanafanya mipango ya pesa wataweka namna gani, wanafaa kutumia nini? Kutumia data. Kwa sababu hiyo ndio unaona sera nyingi za serikali hazifaulu kwa sababu wanafanya maamuzi bila kutumia data. Ama ile kubahatisha. Ama ile data wako nayo ni data ambayo wanaangalia, wanaona inawaambia ukweli, hawaipendi. Wewe ukijiangalia kwenye kioo, ukiona venye unakaa, ujue huyo ni wewe. Kama hujipendi, ujishughulikie. Wao wakiangalia kwenye kioo, wakiona numbers, kwa sababu nawaambia kwamba hati ninyi mnalipa shilingi 20 peke yake. Wanasema hatuwezi, kwa sababu wako na ile kiburi, wanajitapa hati sisi ni nchi sovereign. Wewe sovereign namna gani? Na hata huwezi lipia. Wewe mwanaume utajidai kwako nyumbani, na hata mwanamume mwingine anakutunzia watoto na bibi, alafu unakuja hapo kusema ati wewe ni mwanaume. Si ulipe, simamia nchi yako vizuri, ndio sasa tukuheshimu. Kisema sisi ni sovereign, ndio tujue kweli kwamba sisi ni nchi. Data peke yake, tuko na sheria ambayo inasema Data Protection Act. Tumeimplement hiyo sheria hadi wapi? Kwa hivyo hiyo ni jambo lakini hata hatufai kuzungumzia jambo kama hilo tukiwa. Nakata swala la data linakukera hata zaidi. Haya, Masi, semizi yako za mwisho sekunde 30 kuhusiana na hilo swali la data, ikizingatiwa kwamba bado kuna data ya malaria, kuna data ya TB, kuna maambukizi mapya, hali ikoje? Inahuzunisha. Jana nilikuwa naongea na shirika moja linalo handle mambo ya TB, kifua kikuu, na wakasema ile data wako nayo wanahofia kwa sababu hata website ya hiyo data wako nayo inakuwa managed by USAID. And now even last week I attended Parliamentary Committee of Health, na wakasema ile inaongozwa na huyu task force, Presidential Task Force chairperson Professor Kama Rogo, akasema ile data tuko nayo ya Kenya, hatuna our data. Ile data tuko nayo tunategemea dona. Nayo hii data yote yenye tuko nayo ya Kenya ni dona mfadhili ndiye ako nayo. So ni jambo hatari ambapo pia tunafaa kuangazia kumanage data, kwa sababu data ni muhimu sana. Kabisa. Asante. Kwa sababu bila data hujui utafanya hesabu zako kivipi, kwa sababu lazima ukujue idadi ya wale ambao wanategemea ile huduma ambayo unataka kuitoa. Asante sana John, Masi pamoja na Patricia, bila shaka mmekuwa wazungumzaji wazuri sana, na nina hakika kwamba mwananchi ameweza kufahamu mengi kuhusiana na swala zima la kusitishwa kwa ufadhili wa USAID. Mtazamaji, tutaangazia taarifa zingine hapa kabla ya kutamatisha